Eti party after party, party after party. Yo, anaitwa Diamond Platinum kwenye 101 recap. Leo tutamzungumzia kwa namna moja ama nyingine, maana si kwa back to back ya ngoma ambazo for this time around anaziachia, au sio bana? Yo, mimi naitwa Ching the baddest, ndimi mtumbadi babalao. Karibu kwenye 101 recap. Hii ni 69 Media TZ. Asante kwa washikaji zetu ambao wamesha subscribe YouTube channel ya Instagram. Of course tuko pale na Instagram, ndo follow kwa jina la 69 Media TZ kumrazi, lakini pia kwenye YouTube channel ambao nimesema kama mmetufollow ingia pale kwenye account ya YouTube channel, andika 69 Media TZ, subscribe, alafu bonyeza alama kengele ili kupata notification zaidi, au sio bana, na taarifa nyingi ambazo utazipata kupitia account yetu ya YouTube ya 69 Media TZ. Lakini pia dondosha comment yako, itakuwa ni ubabe kinoma noma. Bana, hivi karibuni bana tumeona Diamond Platinum 2 days ameachia ngoma yake inaitwa Party After Party, inaitwa Happy. Of course hiyo ngoma ni kali sana, ngoma imeenda sana na imechukua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuona video yake, mavazi yake, nywele alivyotengeneza au vipi bana, na the way ile afro ya nywele yake na zile dress code zake ambazo Diamond Platinum amevaa au vipi Yo, Diamond Platinum kwa jina lake halisi anaitwa Nasib Abdul Juma, ni mwimbaji na ni mtunzi, mfanya biashara maarufu, lakini pia ni msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Tanzania, na amezaliwa tarehe 2 Oktoba of course 1988 Tandale, Dar es Salaam, na anajulikana kama ni mmoja wa wasanii matajiri sana wakubwa, na ni mmoja wa wasanii ambao anatizamwa sana kwenye mtandao wa YouTube channel, au sio bana? Diamond Platinum Simba la Masimba Dangote, hayo ni majina yake ambayo nickname, ni majina fulani ambayo wa Tanzania sasa hivi ndio imekuwa majina makubwa ambayo anayatumia. Tukumbuke Diamond Platinum ni mkazi wa Dar es Salaam, au sio bana, lakini pia ni asili yake ni mtu wa Kigoma, lakini pia mwanamuziki rasmi. Ameingia kwenye sanaa 2006 akijipatia umaarufu mkubwa mwaka 2010 na wimbo wake wa Kamwambie. Ametoa albamu yake kama Kamwambie 2010, Lala Salama 2012, of course A Boy From Tandale 2018, au vipi bana? Bana, kitu kikubwa ambacho nimekuja kukizungumzia hapa leo kuhusiana na Diamond Platinum bana, kuhusiana na ngoma yake ambayo inaitwa Happy, ambayo hiyo ngoma bana, content creator wamekuwa wengi sana wamekuwa wakifanya challenge ya hiyo ngoma. Na tukumbuke Diamond Platinum kabla kuachia hii ngoma ambayo ya Happy, hii ngoma bana imeenda sana kwenye mtandao wa YouTube. Kiukweli ukiitizama kwenye mtandao wa YouTube imeenda sana. Tunafahamu kwamba Diamond huwa anaachia cover au anaachia audio kwanza, alafu ndipo anaachia video official, au vipi bana? Sasa hii nadhani imekuwa tofauti sana. Hii ngoma ina 3 days, ina viewers milioni 2, au sio bana, ndani ya siku 3. Lakini pia tukumbuke kuna baadhi ya ngoma ambayo aliachia inaitwa Natulizana, sasa hivi ina mwezi mmoja. Nadhani Natulizana aliachia katikati ya Ramadhani au mwanzo wa Ramadhani. Sasa hivi hii ngoma ina mwezi mmoja, lakini ina viewers milioni 7 of course, milioni 7 I think, milioni 7.4 milioni. Lakini pia kuna baadhi hii ngoma ambayo inaitwa Natulizana aliachia haikufikisha hata viewers milioni. Kwa nini nataka nazungumza, au kuna kitu gani nataka kuzungumza? Tumeona Diamond Platinum for this time around ameona kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wanamzungumzia sana kwamba Diamond ameshuka, Diamond bana amepotea, Diamond sasa hivi hana hela, Diamond sasa hivi bana, kila mtu alikuwa anazungumza yake, wanamuita Mwambino, Mwijaku naye anamzungumzia kivyake. Lakini kuna baadhi pia ya content creator pia walikuwa wanamzungumzia kivyake kuhusiana kwamba uchumi wake. Lakini pia kuna sakata kwa Diamond watangazaji ambao walikuwa wanafanya kazi katika media yake pale, wengi sana. Kuna posts zilikuwa zinapostiwa za kuaga kwamba wamemaliza mikataba yao, wameaga kwamba hapo tena kwenye kazi. Lakini pia
kuna taarifa zilikuwa zinasikia kwamba kwa Diamond Platinum ameshuka kiuchumi, hana kitu na nini, umeelewa? Na nadhani baada ya hapo akaamua kuwajibu Diamond Platinum baada ya kuachia ngoma yake, yeye anakula bata tu, yani happy ni party after party. Ngoma inaitwa Happy, ni ngoma ambayo kali sana na ngoma haina muda mrefu kiukweli. Sasa watu wanasema huku kuna Scorpion au sio bana, huku kuna Kuslav na kuna wasanii ambao wameachia ngoma zao this time around kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube na nini. Sasa inaonekana kwamba baada ya Diamond kuachia ngoma, kila ukipita kwenye mitandao ya kijamii Instagram, YouTube na nini, unamuona tu unasikia party after, yani hivyo party after party, yani hivyo kila unapopita. Ndani ya siku 3 hii ngoma sasa hivi imekuwa kubwa sana, lakini pia Diamond atumia ujanja mwingine, umeelewa vizuri. Tunafahamu Diamond kupitia account yake Instagram ana watu wengi sana ambao wamemfollow, au sio bana, yani ana followers wengi kiukweli. Na katika wasanii ambao wanaongoza kuwa na mafollowers wengi, lazima umtaje Diamond Platinum, na yeye ndo msanii wa kwanza ambaye kwa hapa kwetu nadhani ana followers wengi. Mtaniweka sawa, lakini naamini kwamba Diamond Platinum ni namba 1. Yeye ndo anaongoza kwa kuwa na followers wengi kupitia mtandao wa kijamii. Sasa Diamond baada ya kuona hao content creator sasa hivi umepewa vipaumbele, yani watu wanawapa macho kuwaangalia kwamba wana kitu cha tofauti. Unajua zamani ukisema content creator, yani unajua anafanya kazi gani, unaelewa? Lakini sasa hivi tunaona content creator wamekuwa wanafanya matukio yao wenyewe, yani mtu atarekodi tu kipande cha dakika 1 cha dakika 2, umeelewa? Akiposti ameelezea vizuri, kipande kinaenda. Sasa Diamond, kuna baadhi ya ma content creator amekuwa na wafollow baada ya kuona wanafanya challenge ya ngoma zao. Yani ukiposti labda umevaa mavazi kama alovaa Diamond, yani ana kikofia fulani hivi cha kizamani, umeelewa, kiafro fulani, spring fulani za nywele, umeelewa vizuri, kikoti fulani kapigilia kikali sana, umeelewa? Yani utofauti fulani hivi amekuja nao na investment kubwa sana ya video. Na juzi kati tuliona kwamba baada ya kuachia hiyo ngoma hii na siku 3, nadhani baada ile ngoma ilikuwa na siku 1 au siku ya pili, nadhani ndo walikuwa location ilikuwa na Askana, walikuwa wanajaribu kupeana madini jinsi gani ya video inavyotakiwa kuwa na nini. Lakini pia tulimuona Romy Jones, au sio bana, ni DJ wa Diamond Platinum, na pia ni msanii wa maigizo, anafanya maigizo mengi. Tukiona wakiendelea kufanya zile harakati za kushoot video na nini, na kuonekana kwamba this time around kuna userious fulani. Sasa kuna baadhi ya watu walikuwa wanazungumza kwamba Mondi kama ili soko sasa hivi amwachie tu mdogo wake Harmonize, umeelewa? Kwa hiyo amekuja kuwajibu sasa. Yani tumeona ile back to back ya ngoma zake, tunaona zile back to back ya ngoma zake, na katika ngoma ambazo zimeenda sana. Naamini Diamond anapoachia ngoma yote huwa inaenda, lakini hii party after hii inaitwa Happy, of course. Ngoma inaitwa Happy, ni ngoma moja hivi ambayo kali, ambayo ameachia na sasa hivi na siku 3. Lakini pia kuna ngoma ambayo inaitwa Natulizana. Natulizana hii ngoma ina 1 month, ina mwezi mmoja. Baada ya hapo kuna Diamond Platinum yuko na vocalist, ngoma inaitwa Ankoli, of course. Lakini pia kuna ngoma pia inaitwa Diamond Platinum nani, ngoma nyingi ameziachia of course. So tumeona sasa Diamond part after party, yani watu kama wamehifadhi hiyo, yani wajaweka Happy, wamehifadhi party after party. Na sikwambie mtu, challenge ni nyingi sana, watu ni wengi sana wameposti hiyo video. Tumeona Romy John, ni mdogo wake Diamond Platinum, ameposti. Lakini kuna mavazi fulani hivi aliyavaa Diamond ambayo ilikuwa hayo mavazi baadaye akaonekana Esma Platinum na yeye kama hayo mavazi ameyavaa. Na tumeona ma content creator pia wakiwa na mabajaji nini, yani wametengeneza cover ya zile nguo ambazo amevaa Diamond Platinum. Na ukweli ni kweli kwamba video quality, ngoma yenyewe ni kali. Lakini kuna baadhi ya watu wanasema hii ngoma kama amefanya copy ya kwake Mr Flavor. I don't know, sina uhakika na hilo. Nadhani tuliona hiyo challenge, lakini ni kitu kidogo. Kama unakumbuka, kuna ngoma pia ilishawahi kuwa na ilishawahi kuwa kama inahusishwa kwenye mambo hayo hapo. Nadhani ile ngoma
ambayo ameimba, kuna msanii fulani nikimkumbuka atakwambia. Baada ya hapo ngoma mingi sana zikawa zina watu wanafanya, yani kwamba wanaiga kutoka hapa Tanzania, wanaiga washikaji zetu kutoka Nigeria, na tunafahamu muziki wa Afrobeat umekuwa ni muziki ambao mtu yote anapenda kusikiliza. Ni muziki mzuri, muziki ambao unalaza, una testi nzuri, lakini pia kodi zake pia ni nzuri. Au vipi bana? Yeah, asante sana kwa kutazama. Hii ni 101 Recap 69 Media TZ. Of course Instagram tunapatikana kwa jina la 69 Media TZ, na Facebook 69 Media TZ, na sehemu zote ambazo kwenye digital platform zote unatupata kwa jina la 69 Media TZ. Yo, asante kwa kuwa na mimi, asante kwa kunitazama. Nadhani inakuwa ni blessing sana ukidondosha comment yako kupitia account yetu ya YouTube official, ukiandika 69 Media TZ itakuwa ni fresh. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimu mtumbadi, babalao wote. Instagram unanifollow kwa jina la WizChing77, lakini Facebook WizChing77, na TikTok napatikana kwa jina la Awote. Big time, asante kwa kuwa na mimi. Ai.